Pengine waimbaji wa Tanzania watarajie nini kupitia somo ambalo umekuja nalo kwa nyakati hizi? Waimbaji wa Tanzania naona kwamba si kwamba ni waimbaji peke yao, kuanzia watumishi, waimbaji wote kwa ujumla, kanisa lote kwa ujumla, ni kwamba tumepotea njia, turudi kwenye njia. Ni kweli kwamba tunaishi kwenye nyakati za siku za mwisho? Ni kweli. Ni nyakati za mwisho hizi, na mfalme wetu anatuhitaji katika ufalme wa Mungu. Kwa nini umeamua kuchagua kundi la waimbaji na si watu wengine? Si kwamba nimechagua tu kundi la waimbaji, inategemea na watu wameandaa namna gani. Lakini inahitaji makundi yote mbalimbali, watumishi, waimbaji, idara zote za kanisa, yani kanisa lote kwa ujumla. Pengine wito huu ni kwa Afrika Mashariki na umezunguka nchi zingine nje na Tanzania? Sio kwamba ni Afrika Mashariki peke yake. Hapana, ni ujumbe kwa dunia nzima. Dunia nzima inaalikwa katika ufalme wa Mungu. Kila mmoja wetu ajiandae kwa ajili ya kukuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Unadhani ni kwa nini mafundisho ya toba yamepungua makanisani? Ni kwa sababu ya ukengeufu. Tuko nyakati za mwisho, na nyakati za mwisho neno la Mungu linatuambia kwamba, unabii unatuambia kwamba kutakuwa na ukengeufu. Kwa hiyo ukengeufu umeingia kanisani, ni wakati wa kuondoa ukengeufu ndani ya kanisa ili tujiandae kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ungepata wasaa wa kuzungumza na maaskofu na wachungaji wa Tanzania, ungewaambia nini? Ningewaambia hiyo kwamba turudi kwenye msingi kwenye kanuni na misingi ya wokovu wa Mungu, kwa sababu nimeongea, si kwamba sijaongea nao. Kuna baadhi ambao nimekutana nao, nimeongea nao kwa ajili ya ujumbe huu, ya kwamba mfalme wetu anakuja. Kwa hiyo tujiandae, tuandae njia, tutengeneze matendo yetu, turekebishe njia zetu tumetoka kwenye misingi ya wokovu. Ndio maana nimekuja hapa Tanzania. Si kwamba nimekuja Tanzania tu, nina mialiko mahali pengine pengi. Nitatoka hapa Tanzania nitaenda Australia. Nimealikwa kwa Australia, ni kwa ajili ya kuhamasisha watu na kuambia watu ufalme wa Mungu umekaribia. Asante sana. Asante.